Basi hatimaye tunazidi kusonga mbele kama kawaida na wadau popote ulipo, mdau na mshabiki wa The Great Wall Family. Bana mashine bomba kabisa hii hapo inaitwa Vintage Shadow. Inapatikana kupitia Drama Tanzania. Hakikisha ukiingia YouTube andika Drama Tanzania. Kama uko live kwa sasa andika Drama Tanzania, utaenjoy na utaburudika. Hakuna mashaka, hakuna shida, hakuna tatizo. Sisi ndo akali wade, sisi ndo akali wana. Tunamsha popo kama hivi. Burudani mwanzo mwisho, burudani mpango mzima. Tuende sambamba zaidi. Basi mimi ni kukaribisha katika episodi ya 13 mashine bomba wanaita Vintage Shadow. Kama kawaida na Wolf DJ tena. Mambo mengi hatutaki, mambo mengi hatupendi. Niko sambamba na mdau wa nguvu kutoka kule pande za Marekani. Anazidi kutoa nguvu kubwa, support ya maana, wanaita Vintage Shadow. Hakikisha umesearch YouTube kama Drama Tanzania ili uweze kuipata hii mashine wanaita Vintage Shadow. Bonge la picha. Wolf DJ tena nawakilisha, mambo yanakuwa bomba smart. Tunaendelea tulipoishia kama kawaida na sasa katika nafasi ya 13. Basi hayawi sasa yamekuwa hapa sasa. Wamefika, sio ngoja tuhamishe mabegi yetu hapa. Kwa ina maanisha tunataka tuishi hapa. Asi ndio sehemu ambayo hakuna mtu yote anaweza kaejulia. Na nafikiri kwamba tukikaa hapa unyama utakuwa ni mwingi sana. Kwa hiyo huna haja wewe kuweza kupata mashaka. Na kila kitu kitakuwa sawa tu. Kwa hiyo kuwa na amani. Anasema ngoja nikuonye kabisa kwamba usije ukanifanyia trick zozote. Ase trick mimi sio mambo yangu. Kwa hiyo siwezi nikakufanyia trick yote ile. Kwa hiyo tafadhali tuingie zetu ndani. Please. Basi wamekuja hapa Taijin na hapa sasa wanaingia katika hiki chumba. Ndio watakuwa wakikaa huko. Kumbuka wamekuja katika upelelezi wa kijeshi namna hii. Anasema napaswa kuweza kujua tujue namna gani kuweza kupangilia. Badilisha nguo kwanza kwa sababu mimi na plani mbili kati yako na yangu, lazima tuweze kufanya mambo tofauti tofauti. Tusitembee pamoja kama kumbikumbi. Asio usije ukapotea machoni mwangu. Hilo sio tatizo, wewe jiandae. Kwanza unapaswa kuweza kujua kwamba ni kitu gani ambacho unataka kukifanya. Anasema usiogope bana. Unajua tuko hapo kwa ajili ya kufuatilia mipango mizima ya mabenki na pesa tuweze kuzipata. Kwa hiyo hapa Taijin kuna vitu ambavyo viko sawa. Lazima tuweze kufanya vitu. Binti anakumbuka alimwambia kabisa kwamba na kuomba mara nyingi zaidi kwamba fanya jambo lolote lile, hakikisha watu wa Taijin hawajui jambo lolote ambalo nyinyi mmeingia kulifanya. Kwa hata mambo kifedha fanyeni kimya. Basi wakaulamba kama wanaume wote kwa ajili ya kuingia mtaani na kufuatilia baadhi ya mambo. Sasa ndo wako mtaani. Wanaenda sasa kwenye account ya mabenki nini kufuatilia uchumi upo vipi. Kwa sababu inaonekana kwamba kuna wapigaji wako wengi. Na hii inawapelekea watu kuweza kuhakikisha kwamba kulinda mipaka yao ya pesa isije kapotea. Binti alikula nguo fulani uweze kumuona wala uweze kumuelewa, unaweza kujua ni wa kiume. Anasema katika benki yako hapa nahitaji niweze kufungua account ya kimataifa. Anasema account ya kimataifa kwa sasa imezuiliwa. Sasa kwa nini imezuiliwa? Na sasa biashara benki mnafanyaje? Asa ni ngumu sana kuweza kuambieni. Lakini kwa sasa benki imekuwa ni hatari.
kuna watu ambao wamejimilikisha share za kutosha. Kwa hiyo wameweza kutoa taarifa kwamba tuzuie baadhi ya mambo. Hasa mimi nimekuwa nje miaka mingi sana. Sikutegemea kama nimeweza nikaja huku nikakutana na vitu kama hivi. Kwa hiyo inamaanisha kwamba hata njia za kimataifa hamna. Anasema ndio ni hivyo. Hata maswali yako ambao unauliza hatuwezi kukupa jibu mara moja. Bwana Stanley Mgao anasema na nikubali. Bwana hata mimi pia nakukubali mwana wa nguvu. Tunazidi kusababisha kama kawa. Asa kweli kabisa unamaanisha kwamba unataka kuweza kuchunguza kuhusiana na uwekaji wa pesa. Hili jambo sio jambo zuri. Nafikiri tuweze kuandaa mpango. Ni kweli. Lakini tunahaja sasa kuweza kujua namna gani kuweza kuseti mambo na kila kitu kiweze kuwa sawa. Usiogope. Hakuna chochote ambacho kitakachoweza kuwa hapa. Kwa hiyo unapaswa kuweza kuwa na amani. Lao Shui kasema kila kitu. Na kwa sasa tumeanza upelelezi wetu. Kwa maanisha nini? Anasema kuna vitu ambavyo vipo katika kichwa changu. Kwa hiyo kila kitu ninachokifanya inabidi niweze kufikiria. Sasa binti ni mbishi. Anasema sikiliza nikwambie, kuna vitu vingine upaswa kuweza kufikiria sana, sawa? Mimi nishamwahidi kapteni, wewe umekuja huko kwa ajili ya kunisaidia mimi. So mimi nianze tena kusumbuana hapa. Hebu acha kuongea ujinga. Kabinti kabishi. Sasa mwenzie anatumia uzoefu, si unajua tena. Ni mtu wa miaka mingi. Anasema wewe ni nani kwanza? Mimi naitwa Master Han. Nimekuja hapa kwa ajili ya kuweza kuulizia baadhi ya mambo. Basi nashukuru sana kuonana na wewe. Waiter, leta chai. Sasa waiter ametumwa alete chai. Jamangu kama kawaida yuko hapa katika upelelezi wake kujua kwamba shida ya kipesa ni nini. Anasema Master Han, naona kabisa kwamba uko sawa. Lakini usiulize sana, usiongee sana. Nini shida Master Han? Hebu jaribu kuzungumza basi niweze kukuelewa. Naomba unisaidie kitu kimoja. Nahitaji kufungua account ya benki. Arasa hilo jambo mbona jambo simple Shaushi? Kaka mkubwa hapa, hebu nenda nje hapo. Kapige simu moja. Kaulizie kuhusiana na Tanjewei. Kawaambia kwamba kuna pesa za nje tunapaswa kuweza kuziingiza. Haijalishi mabenki yako mangapi. Umesikia ulichoambiwa? Nenda kaulize na uje uniripoti mimi kila kitu. Subiri kwanza. Tuma pesa, hakikisha pesa za kuweza kutuma kutoka kwa taifa. Asema Sahani, kwani kuna jambo ambalo liko tofauti na saini yako? Asi hapana. Kuna vitu fulani ambavyo siwezi nikaongea wazi. Asema hii hapa ni kwa ajili yako mheshimiwa, kaa nayo. Arasa haina shida. Nashukuru sana kwa wema wako ambao unanijalia.韩爷是谁？一个帮会老大，这不重要，重要的是咱们终于弄清楚了天津持有之家银行办这个业务，目标明确了。你给他多少钱啊？不多，9币。他要把 Anasema umempa pesa gani? Nimempa pesa ya kawaida tu, sio pesa ambayo unaweza tukazungumza sana na kuitolea macho. Anasema unajua, ngoja kwanza twende kwanza hotelini. Unajua Tianjin huku sio Beijing, ujue. Kuna mengi sana ambayo unapaswa kuweza kuwa nayo makini. Maspai wapo kila sehemu huko. Kwa hiyo watu wa moja ukikosea tu ni hatari kwa afya yako. Hao. Ndio. Sawa. Haina shida yote, haina shida. Niko second floor. Niko tayari kwa ajili ya kukuona hapo baadaye. Basi alikuja kugonga mlango namna hii. Asa nini tena shida? Nahisi kabisa kuna jambo ambalo linaenda kutokea. Una marafiki wengi sana Tianjin? Kawaida yangu tu. Kwa sababu wengi sana huwa wananikubali.
Kwa hiyo inamaanisha kwamba 哪家银行可以汇兑啊？ sasa kama una marafiki wengi si waweze kuulizia kuhusiana na mambo yanayoendelea? Ni ngumu sana kuliko unavyofikiria. 对他来了我怎么介绍? Alafu pia mtu ambaye nilikutambulisha naye 不行， anakuja pia au unamuogopa? 活动 Asi hapana. Mimi si muogopi wala nini. 认错。 哦，对。 Mimi nipo hapo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ufanye makosa. 这样吧， Alafu 我是你的女朋友。 wewe sema tu mimi ni mpenzi wako endapo mtu akija. 女朋友了。 Ah, basi usiwe na shida. Hata mwenyewe hivi karibuni nitapata mchumba kama wewe. Kuwa serious wewe bwege. Wadau mnanifuatilia kupitia YouTube live, tuko pale. Ni burudani zaidi. Basi kuna mtu alikuwa anakuja hapa. Inasadikika kwamba huyu naye pia ni miongoni mwa watu wanakuja kwa ajili ya kuweza kuonana na mtaalamu. 哎呀，高先生。 Mr. Bao. 久违了。 Karibu sana. Au Mr. Chen, ni muda mrefu hatujaonana. Huyu anahusika na mambo mazima ya Aseshi. Vipi nini tena, kuna nani amejificha? Usiogope, ni yuko katoto. Kanaona aibu, unajua tena mambo ya aibu. Kwa hiyo Mr. Zangu na jambo ambalo nataka kuniambia. Jambo dogo tu. Kwani nishika kwanza hapa chochote kitu. Mkono mtupu au rambwi. Mr. Chen, unajua wewe ni mtu mwema sana. Anasema sijui labda kitu gani ambacho naweza nikukusaidia. Bwana rafiki yangu mimi bwana. Anataka kuja Beijing lakini kuna mambo mengi sana ambayo hajakaa sawa. Naomba uweze kufuatilia jambo. Kuna pesa ambazo napaswa kuweza kuingia. Sasa pesa kuna pesa ambazo zinatoka kimataifa. Zinapaswa ziweze kupitia katika usimamizi wa Ufaransa. Anasema usio unaogopa. Chochote ambacho utakachoamua ni sawa tu. Na huyo mtu jina lake ni nani? Au hiyo account jina lake ni lipi? Mr. Gao. Mimi naweza nikasema tu jina lake. Kwa sababu jambo halitakuwa jepesi kuweza kulitaja nje. Anasema mimi ukiniambia tu kidogo na kuwa naelewa. Para usio na mashaka. Kabisa. Mimi mwenyewe nakuona kabisa wewe sio mtu wa mashaka. Sawa. Kamkabidhi kibunda. Kibunda cha maana mpaka binti mwenyewe alikuwa ndani. Anashangaa. Jamaa vipi tena? Kibunda chote hicho. Asemi Sagao. Naomba uweze kupumzika bana. Mimi nitahakikisha nakusaidia. Sasa binti katoka huko na hasira zake. Nini shida wewe? Asa mbona unatumia pesa vibaya? Kwani shida ni nini bana? Ngoja nikwambie zile pesa mimi nimetumia kwa matumizi sahihi kabisa. Asa kwani sina pesa kiasi hicho? Naona unatumia sana pesa. Usiogope nini? Yaani kila kitu unatumia sana pesa wewe. Hata uniulize unishirikishi. Arasa unakuwa muoga nini bana? Muoga. Lazima nijue kwamba hizi pesa unazitumia namna gani. Sio pesa unatoa tu ovyo ovyo. Kwani unakasirika namna gani bana? Usiwe hivyo. Mipango yote itakuwa poa tu. Mimi nitakulipa wewe. Nitakulipa ipasavyo tu. Kwa hiyo kuwa na amani. Kwa nini maanisha kwamba ndo nataka uweze kutumia pesa nyingi namna hii? Sasa mimi nashinda hata kuweza kuelewa. Anasema hamna. Nataka ni mimi pia nijue. Sasa kuna kitu gani ambacho mwenyewe unaweza ukakifanya namna hii? Binti na hasira. Asi amna bana. Ngoja tuongee kama watu wazima. Sawa? Tusifokeane. Lakini mimi sijapenda. Anasema ni hakutakuwa na vitu vyovyote vile vya kutumia gharama kubwa. Atoshi yangu. Sasa wamepishana. Huyu anadai kwa binti anadai kwamba jamaa anatumia pesa vibaya. Anazishare pesa kwa watu. Kwa hiyo hawezi kukubali. Kwa hiyo binti kakasirika.
Kasirika, taki mazoea na mtu. Hasira konazo ni nyingi. Sasa jamaa wangu huku naye ana maasila yake. Basi hatimaye tunasonga mbele na mashine safi wanaita Vintage Shadow, bonge la picha. Kama kawaida na wadau popote ulipo, twende sambamba zaidi. DJ tena na zaidi kukusababishia na burudani na kwa safi, burudani na kwa bomba. Twende sambamba fresh kweli kweli.